Leo tutasema mchezo kati ya Man City dhidi ya klabu ya Liverpool. Man City wakiwa na mpira, muundo wao kwenye build up ulikuwa watatu wawili, nyuma kulikuwa kuna ma center back wawili, lakini kiungo mmoja alikuwa anashuka deep kuja kuungana na center back wawili. Kulikuwa kuna Josko Gvardiol pamoja na Ruben Dias, lakini kiungo mmoja ambaye ni Nico Gonzalez alikuwa anashuka deep kuja kuungana na center back wawili. Kwa hiyo kuwa anapata muundo wa watatu wawili. Juu kulikuwa kuna viungo wawili, kulikuwa kuna Bernardo Silva pamoja na Phil Foden. Why? Kwa sababu Liverpool bila ya mpira walikuwa na press na watu watano, na ina pressing ambayo walikuwa wanaifanya, walikuwa wanafanya man oriented pressing ambayo inahusisha mtu na mtu, na ina pressing traps ambayo walikuwa wanaifanya wide traps na ina pressing ambayo unamnyima muda na nafasi mpinzani wako kupita katikati kiwanja. Lengo ni kuwafanya wapite maeneo pembeni ama wapite kwa fullback. Lakini jambo zuri sana kwenye build up ya Man City ni aina ya wachezaji ambao walikuwa nao, ambao walikuwa na support sana na build up ya Man City na kushinda pressing ambayo ilikuwa inawekwa na Liverpool. Kwanza tukianza na Nico Gonzalez, moja ni pasa mzuri kutoka kwenye eneo la midfield, lakini sifa yake ya pili ni balance ya kiulinzi ambayo anaitoa kwenye eneo la midfield. Nazungumzia kuiprotect vizuri back four ama kuiprotect vizuri last defense. Lakini wachezaji wengine ni Bernardo Silva, moja ni pasa mzuri kutoka kwenye eneo la midfield, lakini mbili anazo mkubwa sana wa kuzishambulia channels, lakini sifa yake ya tatu anazo mkubwa sana kufanya mikimbio bila mpira, nazungumzia off the balls movement, lakini sifa yake ya nne ni ball carriers. Lakini mchezaji mwingine ni Phil Foden ambaye ni kwanza ni pasa mzuri kutoka kwenye eneo la midfield, lakini mbili anazo mkubwa sana kuoperate kwenye pocket ama between the lines, katikati ya mistari kwenye maeneo finyu zaidi. Lakini sifa yake ya tatu ni progressor mzuri kutoka kwenye eneo la midfield, lakini sifa yake ya nne anazo mkubwa sana kuzishambulia channels. Kwa mpaka hapo Man City wana faida kwenye build up yao, wana wachezaji muhimu sana ambao wanaweza wa kuifacilitate build up. Lakini ukiangalia namna ambavyo walikuwa wanashambulia Man City wakiwa na mpira, mara nyingi walikuwa wanapendelea kutengeneza maombo ya kichezaji ama pembe tatu za kiuchezaji, mara nyingi pembezoni mwa uwanja. Mara nyingi walikuwa wanahitaji mafullback wao watanue mapana ya uwanja ili wa attract walinzi. Upande wa kushoto ambako walikuwa wanacheza Orel, na upande wa kulia ambao walikuwa wanacheza Matheus Nunes. Na mchezaji muhimu sana kwenye ujengaji wa mashambulizi ama Man City wanapokuwa na mpira ni Jeremy Doku. Why? Kwa sababu moja, ana kasi, lakini mbili, ana nguvu. Anahitaji wachezaji wawili ama watatu ili waweze kumzuia. Kwa hiyo kitendo cha kufanya hivyo anatoa faida kwa wachezaji wengine, kwa sababu kitendo cha yeye kuattract wachezaji wawili ama watatu wa timu pinzani anasababisha timu pinzani itengeneze mianya mingi na wachezaji wengine kupata nafasi za kushambulia. Lakini jambo zuri sana kwa Jeremy Doku ni athleticism, kwa sababu ana nguvu, ana kasi na pia ana agility, ana uharaka kufanya matendo ndani ya uwanja. Lakini Man City bila ya mpira kwanza walikuwa na press na watu watano, kwa sababu Liverpool build up yao ilikuwa na watu watano. Kulikuwa kuna center back wawili, lakini kiungo mmoja alikuwa anashuka deep. Kulikuwa na Virgil van Dijk, Ibrahim Konate, lakini kiungo mmoja mara nyingi Alex McAllister alikuwa anashuka deep kuja kuungana na center back wawili. Lakini juu kulikuwa kuna viungo wawili, kulikuwa kuna Ryan Gravenberch pamoja na Dominic Szoboszlai. Lakini Man City walikuwa na press na watu watano. Kulikuwa kuna watu wawili ambao wanaongoza pressing na pia namna ambavyo walikuwa na press na ina pressing ambao walikuwa naifanya Man City, walikuwa wanafanya ball oriented pressing na ina pressing traps ambao walikuwa naifanya ni wide traps na aina ya pressing ambao unamnyima mpinzani wako muda na nafasi ya kupita katikati ya kiwanja. Lengo ni kuwafanya Liverpool wacheze maeneo pembeni ama wacheze kwa fullback. Pindi ambapo wanacheza kwa fullback wanaenda kutrigger pressing kwa fullback, na namna ambavyo Liverpool walikuwa wana press, mara nyingi wakati wana press walikuwa wanaweka kifuri kwenye side moja. Lengo ni kumfanya mpinzani awe anacheza kwenye side moja zaidi. Lakini jambo lingine ni mabadiliko, transition to defense. Man City
bila mpira walikuwa wanarudi kwenye zoni yao. Kwanza jambo zuri sana ni namna ambavyo walikuwa wanaweza kudefine moment, kuelewa nyakati pindi ambapo wanapokuwa na mpira wakati wa mabadiliko. Muundo wao ulikuwa 4-1-4-1 huko wakiwa compact zaidi, kutoa cha mianya mingi sana katikati ya mistari ama between the lines, kwa sababu Liverpool wana wachezaji wazuri sana ambao wana operate kwenye maeneo finyu. Mtu kama Hugo Ekitike ambaye ana kasi zaidi, mtu kama Mohamed Salah. Huo ndio mwisho wa uchambuzi wetu. Mimi si mwingine mchambuzi wako Anthony Sabato, ama mchambuzi la CAF. Endelea kutazama video za